Sawa, leo tunafika kwenye Zaburi 73. Zaburi hii inaanza kitabu cha tatu kati ya vitabu vitano vya Zaburi. Wataalamu wanaamini kwamba ingawa Mfalme Daudi alikusanya vitabu vya kwanza na vya pili, ilikuwa ni Mlawi Ezra aliyekusanya vitabu vitatu vya mwisho na kuweka mpangilio wa mwisho wenye vitabu vyote vitano. Sasa hebu nibadilishe mwelekeo kwa kuuliza swali. Je, ingekuwaje kama mtu aliyekuwa na jukumu la mpango wa muziki kwa taifa la Israeli angesema, unajua, nitaacha kazi yangu na nitaacha huduma, na yote ni kwa sababu ya wale watu waovu wanaonizunguka ambao wana maisha bora zaidi kuliko mimi? Sawa, ikiwa unaweza kuamini, kiongozi mmoja wa muziki wa Agano la Kale karibu alifanya hivyo. Jina lake ni Asafu, na anakiri hapa katika Zaburi 73 karibu kuacha huduma yake kwa sababu hiyo na nyingine kadhaa. Asafu alikuwa Mlawi, ni mmoja wa wanamuziki wakuu watatu walioteuliwa na Daudi kuongoza huduma za kwaya za patakatifu. Alikuwa mtunzi, mpangaji, mwimbaji, alikuwa mkurugenzi. Na nasema yote hayo kukuambia kwamba Asafu ndiye mtu wa mwisho fikiria angeacha tu kwa sababu wasioamini walionekana kuwa na hali bora kuliko yeye. Lakini hilo ndilo anakiri. Kwa kweli anaandika hata wimbo kuhusu hilo hapa tunapouita Zaburi 73. Sasa Asafu anaanza kwa usahihi hapa na kauli hii katika mstari wa kwanza: hakika Mungu ni mwema kwa Israeli na kwa wale walio safi wa moyo. Naam, hiyo ni kweli. Sasa kumbuka kwamba kuwa safi wa moyo siyo rejeleo la ukamilifu, bali ni la uhusiano. Wale walio safi wa moyo ni watu walio na uhusiano na Mungu kwa imani katika rehema yake na neema yake. Sasa kwa kauli hii ya ufunguzi, Asafu anatoa ungamo la kushangaza hapa katika mstari wa pili: lakini mimi, miguu yangu karibu iliteleza, hatua zangu karibu zilikwenda mrama. Sasa huyu mtunzi na mpangaji mkuu wa Israeli amekiri tu kwamba karibu aliteleza kutoka kwenye njia. Acha nikuambie, nadhani kila mtu yuko macho sasa katika Israeli. Asafu sasa anaanza kumwaga vita vyake vya ndani na mashaka na maswali na kuchanganyikiwa. Inaonekana amekuwa na vita virefu vya faraja na Mungu. Sasa inakuwa ya umma anapoandika wimbo huu. Anaendelea kutoa kauli kadhaa ambazo wazi zinaonyesha baadhi ya maswali haya ya msingi ambayo yamekuwa yakimsumbua. Haya ndiyo ninayotaka kuita kwa ajili ya somo letu leo, maswali yaliyokatazwa. Ni maswali waumini vizuri hufikiri haupaswi kuyauliza angalau kwa sauti. Unaweza kuyafikiria, lakini usingeandika wimbo kuyahusu. Na swali la kwanza ni hili: kwa nini wasioamini wana pesa zaidi kuliko mimi? Asafu anasema hapa katika mstari wa 3, nilikuwa na wivu kwa wenye kiburi nilipoona ustawi wa waovu. Tazama, Asafu anatazama watu hawa ambao hawana muda kwa ajili ya Mungu. Hapa yeye amejitolea kwa Mungu, kwa hiyo kwa nini anapata ugumu kulipa bili zake? Na unajua, yule asiyeamini pale anaonekana kuwa na pesa nyingi za ziada. Basi kwa hilo Asafu anasonga mbele kwa swali lingine linalomsumbua. Hili hapa: kwa nini wasioamini wanaonekana kuwa na shinikizo kidogo maishani kuliko mimi? Anamlalamikia Mungu hapa katika mstari wa 4, hawana maumivu hadi kifo. Sasa neno la maumivu hapa linaweza kumaanisha pingu au minyororo au hata mapambano ya ndani yanayokulemea. Anasema hapa kwamba wasioamini wanaonekana tu kuteleza kuelekea umilele bila mapambano yoyote. Barabara wanayosafiri inaonekana huwa imetengenezwa vizuri, ni laini. Asafu anasema, njia yangu inaonekana kuwa na shimo moja baada ya jingine. Hapa kuna suala lingine linalochanganya ambalo Asafu anarekodi. Kwa nini wasioamini wana afya bora kuliko mimi? Anaandika hapa katika mstari wa 4, miili yao ni minene na laini. Sasa kwetu sisi hiyo inaweza isisikike kuwa yenye afya sana. Unanenepa unapokula keki nyingi za chokoleti, na baadhi ya watu wangesema hiyo si nzuri kwako. Sina uhakika kama nakubaliana. Naam, usemi wa Kiebrania hapa unamaanisha afya na nguvu.
Kwa maneno mengine, Asafu anaenda kwa daktari kila mwezi mwingine na jirani yake asiyeamini hajachukua siku ya ugonjwa kwa miaka 10. Kwa nini mtu huyo asiye na uungu ana afya bora kuliko mimi? Naam, Asafu anauliza swali jingine lililokatazwa hapa ambalo hutaliweka kwenye orodha ya maombi ya kanisa, lakini unajiuliza hili: kwa nini watu wasio na uungu wanaonekana kuwa na maisha yasiyo na matatizo? Katika mstari wa 5 hapa Asafu anaandika, hawako katika shida kama wengine, hawapigwi kama wanadamu wengine. Kwa maneno mengine, wana maisha yasiyo na matatizo. Bwana, kwa nini ni hivyo? Asafu anajiuliza kwa sauti, hii si haki. Basi Asafu anaharakisha kuendelea na swali jingine hili hapa: kwa nini watu waovu hawafichuliwi kwa jinsi walivyo kweli? Anaandika hapa katika mstari wa 6, kiburi ni mkufu wao. Basi unaweza kukumbuka wakati Farao alipompa Yusufu cheo, alimpa Yusufu mkufu wa dhahabu. Belshaza alifanya vivyo hivyo kwa Danieli, alimpa mkufu wa dhahabu. Unaona, mikufu hii katika siku za kale ilikuwa ishara za heshima na hadhi. Kwa hivyo Asafu anashangaa, kwa nini watu waovu wanapata hadhi yote? Wao wanapandishwa cheo katika nafasi za uongozi wakati wanapaswa kufichuliwa. Yaani, inaonekana kama wanaponyoka na maisha yao ya uovu. Basi hapa kuna swali lingine linalomsumbua Asafu. Kwa nini wasioamini wanaruhusiwa kumkufuru Mungu bila kunyamazishwa? Hapa katika mstari wa 9 Asafu anaelezea ukufuru wao anapoandika, wanaweka vinywa vyao dhidi ya mbingu na ndimi zao zinatembea duniani. Kwa maneno mengine, wanatembea kama tausi. Ni kama ndimi zao ziko katika maonyesho kamili na yenye rangi dhidi ya Mungu. Badala ya kunyamazishwa, wao wanaonekana kupata makofi ya kusimama. Mstari wa 10 unasema, kwa hiyo wasioamini wanarudi kwao na hawapati kosa lolote ndani yao. Na maanisha, angalia hii, wasi wao dhidi ya Mungu unawafanya kuwa maarufu. Dhambi yao inawafanya kuwa mashuhuri. Watu hawapati kosa lolote ndani yao. Kwa kweli, dunia haiwezi kuwachoka. Asafu anahangaika na hili. Sijui kuhusu wewe, lakini mimi pia. Badala ya kunyamazishwa na Mungu, Asafu anaandika hapa katika mstari wa 12, wao daima wako katika raha, wanazidi kuongezeka katika utajiri. Sasa kwa hilo, Asafu anahamia kwenye kini cha kuchanganyikiwa kwake, na si tu kuhusu wale wasioamini wote huko nje ambao wanaonekana kuponyoka na kila kitu. Asafu anaandika hapa katika mstari wa 13, bure kabisa nimeweka moyo wangu safi na kuosha mikono yangu katika kutokuwa na hatia. Kauli hii kimsingi inasema hivi: kujitolea kwangu kwa Mungu hakujaleta faida. Sasa tena hutauliza swali hili katika shule ya Jumapili, lakini hapa lipo kwa maandishi. Kuishi maisha ya kumcha Mungu miaka yote hii haionekani kuwa na dhamani kwa Asafu. Anaandika hapa katika mstari wa 14, siku nzima nimepigwa na kukemewa kila asubuhi. Ni kama anavyosema, kila siku ninapoamka kitandani, haichukui muda kabla Mungu hajanikemea kwa jambo fulani. Na maanisha, angalia wale watu waovu wote wanaonizunguka. Asafu anasema, inaonekana Mungu hajawahi kuwakemea, hajawahi kuwakemea kwa chochote. Sasa Asafu anakubali kwamba amebeba haya yote ndani, na anaandika hapa katika mstari wa 15, kama ningesema, nitasema hivi, ningekuwa nimewasaliti kizazi cha watoto wako. Kwa maneno mengine, mimi ni mkurugenzi wa muziki wa Israeli. Ikiwa nitaweka wazi hisia zangu na kushiriki kuchanganyikiwa kwangu, naweza kuathiri kizazi kijacho vibaya. Na kuna ukweli mwingi katika hilo, wapendwa. Sisi ambao ni wazee katika imani tunahitaji kuwa waangalifu na kile tunachosema na jinsi tunavyoweza kuwaathiri waumini wachanga katika imani. Lakini si unafurahi kwamba Mungu alimfanya Asafu kuweka maswali haya yaliyokatazwa hapa kwenye karatasi? Mungu anajua sote tumewahi kujiuliza mambo kama haya, iwe wewe ni mchanga katika imani au ni muumini mzee. Kwa kweli, ni rahisi kwa miguu yetu kuteleza, kuingia katika aina hii ya kuchanganyikiwa na kufadhaika. Pengine sasa hivi
Huoni faida nyingi za kuishi maisha ya kujitolea kwa Bwana? Labda unatazama watu wasioamini na kama Asafu unajiuliza, kwa nini maisha yako yanapaswa kuwa magumu sana? Unapata ugumu kuhesabu baraka zako. Sawa, nataka kukuambia Asafu hajamaliza kuandika ushuhuda wake katika wimbo. Nusu hii ya kwanza imekuwa hasi kiasi. Imekuwa ya uaminifu wa kikatili, na kwa kweli imekuwa ya hisia kali. Lakini kuna kitu kitakachotokea ambacho kitabadilisha mtazamo wa Asafu na kinaweza kubadilisha wetu pia. Na nitakupa kidokezo. Asafu anaanza Zaburi hii kwa kukubali kuwa hatua zake karibu zilianguka, lakini badala ya kuteleza mbali, ataingia ndani ya patakatifu pa Mungu na atapokea majibu kutoka kwa Bwana. Na hiyo itakuwa kwa wakati ujao hapa kwenye safari yetu ya hekima. Mpaka wakati huo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.